tunaenda kuzunguka kuona development, kupanga. Tunarudi Jumatatu jioni, tunapatiwa mileage kidogo ya kuweka gari mafuta na kurudi. Hawa wabunge ya Northeastern hawaendi kwa ground. Wako Nairobi, wako Dubai, wako Cape Town. Hawaendi. They don't go to the ground. They stay in Nairobi. Juzi nimesema hawaedangi, wanafanyia kazi Nairobi. Wakaita press conference Nairobi kukanusha ya kwamba ati wakai Nairobi. Wanaita press conference Nairobi. Kwa nini hawaendi ground? Pale bunge iko kitu inaitwa mileage claim. Wabunge ya Mandera na Wajir wanapata pesa mingi zaidi kila mwezi, between 1.5 to 2 million ya usafiri. Ningetaka kuuliza watu ya Mandera kama mmeona huko, hii pesa wanakula na waendi. Kwa sababu unalipwa kwenda constituency. Wakati kama huu wako recess. Ningetaka kuuliza watu ya Mandera saa hii na Wajir na Garissa kama wameona waheshimiwa huko. Saa hii tu nimesema nitaita hii interview, ndio gavana Wajir ametoka Dubai amekuja kunijibu. Wanakaaga Dubai weekend, wanaenda kupumzika. Wengine wako Serena hapo, wako Wajir. Wanapumzika. Wakiulizwa watoto wenu kwa nini hawaendi Wajir wasomee na watoto wengine, wanasema huko hakuna usalama na hakuna facilities na hakuna maji. Sasa watoto wa wale watu walichagua nyinyi hawezi kuja Nairobi, hawezi kwenda Mombasa, hao watafanya nini? Si wanaishi huko na hakuna usalama, hakuna facilities, hakuna maji. Mimi nataka kuuliza wapiga kura ya Mandera, Wajir na Garissa. Nyinyi ni Wakenya wa aina gani? Sielewi nyinyi mimi. Mtakubali namna gani mchague mtu mwaka 20 hakuna kazi amefanya, hakuje ground, anakaaga Nairobi na mnaendelea kumchagua ati wazee wamesema? Alafu mnaendelea kulalamika mambo ya umaskini, mambo ya watoto kuhangaika. Hakuna pahali Kenya akina mama 50% wakijifungua anajifungua nyumbani. Hakuna pahali Kenya mortality rate ya watoto na wamama kukufa wakijifungua iko juu kama Garissa. Na Duale ndio minister wa health. Yeah? Mimi nauliza wapigaji kura ya Garissa na Wajir na Mandera. Na ndio walitaka nisiongee na maredio kwa sababu hii ni maswali mimi nauliza. Nyinyi mtakubali namna gani kuendelea kuchagua viongozi wako na pesa, wamepewa pesa, haitumiki? Na ukweli ni kwamba, tuseme ukweli, nimeona ilikuwa kwa gazeti Governor Mandera anajenga 120 flats hapa karibu na Parklands. Alikuwa na kesi na shule, iko shamba ya shule wanapigania na shule. Hizo flats 120, cost of building a flat in Nairobi is about 20 million, ambaye naye inakuja na uso 30 million. That is a cost of 2.4 billion. Huyu governor alikuwa speaker juzi. Hii pesa ametoa wapi? Lazima watu ya Mandera wajiulize kwa nini, what is the relationship between hii mjengo ya 2.4 billion iko Nairobi na kukosa any facility in Mandera. Hawa waheshimiwa, na mimi sina ubaya na hawa, lakini lazima ukweli usemwe. Hii malls yote iko hapa ni yao. Mahoteli yote ni yao. Maflati ni yao. Lavington wamenunua, South Sea wamenunua. Mimi sisemi wasinunue. Kama wako na pesa, kwa nini hawezi jenga Garissa? Kwa nini hawezi jenga Mandera? Kwa nini hawezi jenga Wajir? Kwa nini hawezi jenga Isiolo? Kwa nini kila kitu inajengwa hapa Nairobi? Kwa nini hata hii pesa kama mnaiba, kama lazima muibe, simpeleke nyumbani? If you have to steal, it's okay. Si muibe, alafu kuliko kujenga Isili, kuliko kujenga South Sea, kuliko kujenga Lavington, mwende mjenge Garissa. Mwende mjenge huko mkija hapa Nairobi kutembea, Monarch Hotel ni hiyo watu waheshimiwa. Amara Gardens waheshimiwa. Ukienda Dubai waheshimiwa. Ukienda, nilikuwa Cape Town, nilikuwa deputy president, naoneshwa flats ya waheshimiwa kutoka Northern Kenya. Nilikuwa Dubai na ndio hii estate yote ni waheshimiwa kutoka Northern Kenya. Sasa hapa Karen
wamenunua kila kitu, wanajenga hapa. Hatusisemi hii waheshimiwa wasijenge, hapana, ni haki yao, lakini si wafanye kazi nyumbani. Why are you building malls when there are no schools where you come from? Eh? Gavana wa Mandera kwao nje, there is no school hapo nje. Mtu amenipigia simu, watu nasoma kwa miti kuliko hii. Hata kama ni pesa yako hii 2.4 unajenga maflats hapa, si usikilie watu ya nyumbani huruma, uchukue 50 million peke yake out of 2.4 hapo nje kwako, uende ujenge kashule kazuri, watoto yenu hapo nyumbani wasomee. Na mimi naambia hao viongozi, unajua walikuwa naita mimi mkabila kwa sababu William Ruto alimwambia hawa, huyu Rigiji tumekosana na yeye kwa sababu ya kuongea ukweli, na nyinyi mchunge, akija kuambia watu wenyu ukweli mtapata shida. So nyinyi mumbadike jina, ni mkabila, anachukia Wasomali, ndio akiongea asisikizwe. Lakini Wasomali wamejua ukweli, Waborana wamejua ukweli. Rigiji ndio rafiki yao na ni mtu ya kuongea ukweli, na mimi na jamii ya Wasomali na Waborana ni watu ya ukweli. Wacha ukweli sasa usemwe. For how long watu wa Mandera, watu ya Garissa, watu ya Wajir, watu ya Marsabit, watu ya Isiolo wataendelea kuumia na pesa